zilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ndio somo letu la leo. Sikia maneno machache anayozungumza katika sehemu hii. Yesu ameketi na anawapatia mfano. Mfano wenyewe ni wa mpanzi. Mpanzi ambaye aliondoka akaenda akapanda mbegu. Ukisoma vizuri katika hoja ya mpanzi huyu ni nani, katika fungu la 37 ameeleza basi yule mpanzi apandaye mbegu ni mwana wa nani? Mwana. Kwa hiyo tukisikia habari za mpanzi anayepanda mbegu, si mwingine anayezungumziwa ni Yesu Kristo, mwana wa nani? Mwana. Kwa hiyo jambo la kwanza, jua sio hoja ya mbegu zinazochukuliwa na kwenda kupandwa shambani, lakini anachokizungumza anataka kutuwasilishia jambo la makini mno ambalo kila mmoja anapaswa kutoka nalo. Anasema hivi, natamani niwaambie habari za huyo mpanzi. Mpanzi huyo ni mtu wa namna gani? Anasema ni mwana wa Adamu. Na mwana wa Adamu alikuja akapanda mbegu. Mbegu hiyo ni nini? Ni neno lake. Neno lake lilipandwa wapi? Moyoni. Jamani, wapi? Moyoni. Moyoni. Naomba uchukue kwamba mpanzi ni nani? Mwana wa Adamu. Amepanda nini? Mbegu ambayo ni nini? Neno la Mungu. Lilipandwa wapi? Moyoni. Utasoma katika fungu lile la 19, atasema mfano huo, neno lililopandwa moyoni. Kwa hiyo hoja ya mpanzi ni Yesu Kristo, mwana wa Adamu, aliyekuja akatutafuta kutoka dhambini, katika uchafu wa maisha yetu. Baada ya hapo alichokifanya, alipanda mbegu, na ndiyo hiyo anayotamani kuiona inakuwa. Akaipanda wapi? Moyoni. Najua katika upanzi kuna mambo kadhaa ambayo yamezungumzwa katika Biblia. Kuna mifano mingi ya upandaji. Ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 5, kuna mpanzi anayezungumza mfano wake. Ukisoma katika Mathayo utaona mifano kadhaa, na tunaambiwa habari ya kupanda. Ukisoma habari